So guys, I'm not going to show much. This is actually the first ever apartment I ever got into to start working. So ilikuwa apartment yangu ya kwanza hapa Uarabuni ya kufanya kazi guys. Nyumba iko clear sana. So I am going to do a very little house tour in a simple apartment in Saudi Arabia. So actually niko kwa dirisha, let me show you the surrounding. Nilikuwa nakula let me show you outside kiasi. You see Saudi Arabia karibu nyumba zote zinafanana. So guys, that's our town in Saudi Arabia, our town. So karibu nyumba zote wanga zinafanana Saudi Arabia. Yaani karibu nyumba zote. Look at that. Yeah? So this is where my apartment is. Huku ndo tunakaa. Unapata nyumba ndio inakaa kubwa hivyo, but sometimes unaweza ingia upate ni apartment kama 2-4. So ama ni nyumba yote. So kuna nyumba yenye moja ya familia yote na kuna nyumba apartments zinarentiwa. Okay, so guys, that's the surrounding. So guys, this is actually the first ever apartment yenye nimekuja. Actually, by the time I'll be posting this, I'll be definitely in another house, definitely, because I'm a door-to-door girl. I'm going to move from one house to another. So this is the first ever apartment. Hii apartment nimekuja ni ya kuchunga mzee. Si mzee, like 50 something year old who is sick, ya kuchunga mtu mgonjwa mwenye he is not that old, he is kinda young, but ni vile tu he is sick, so namchunga. And then hii apartment iko na 2 driver, mimi na huyo mgonjwa. So mdosi anakujanga once kukuja hapa, anaangalia vitu, buy shopping or anything else yenye anaweza taka kufanya, then anaenda kwake kukaa huko. So mdosi ni brother ya mgonjwa. So guys, this is a very simple apartment yenye ni ya huyu mgonjwa hapa. So actually ina mambo mingi. So nilikuja apartment yenye ina kazi mob, and mara kwanza I was happy. I was like, kumbe you can be lucky enough not to be busy venye wasichana wanakuanga busy hapa wakiosha manini. But issue ikaanza baadaye, wakati kukaanza kukuwa na anaanza kutumwa manyumba zingine kufanya kazi. That was kind of overwhelming. But yeah, you can expect anything in Saudi Arabia. So guys, I am going to talk about sexual harassment, but I'm going to talk about it on another video, but not on this video. The door, hii ni main door iko hapa. That's our main door. And then sink, choo ya kwanza kwa mlango, and then room ya driver. And then that's majlis penye wanaweza omba, wanaweza keti. Mostly nyumba karibu zote hapa Saudi ziko hivi. Ziko na this certain room yenye iko na carpet na vitu za chini. Wengine wako na like literally viti, but ni zile za chini zenye hazina miguu. But sasa huyu ako na this. I don't know, I think they call it majlis, I don't know, but sometimes they sit, this is actually a sitting room for this house. Wanakaa chini hapo wanaweza kula. And then this is just a free space yenye unaweza hang nguo. That's hizi ziko karibu kila mahali. You hang clothes here karibu kila mahali. You get the point? So juu hakuna hangers huko nje, that's what we use. Sasa mimi sipendi juu napenda nguo zione jua, lakini what can I do? That's our kitchen. Kitchen is very small. Haina kazi mingi. Apartment kabisa haina kazi mingi. Mimi sina kazi mob kwa hii apartment, but sasa shida ni kumuviwa from hapa to other houses to work, other family member houses. Yenye pia nimejaribu kuzusha kiasi, but we'll see with time what happens. So juu contract inasema only one house, na pia I want my mind to settle on one house, not moving from one to another. Siku kuja hapa ku make maisha ya Arabu comfortable. Nilikuja ku make my own life comfortable. So guys, that's our kitchen. Iko tu ndogo hivyo, just simple. Hiyo ni gas, kila kitu, everything. So ni a short video yenye naenda kufanya tu. Saki video ikuwe long. That's basically everything. That's
basically everything. So we get on to 2 more rooms. That's now the main bedroom for huyo mgonjwa. Yeah, that's the main bedroom for him. Just a simple one with a TV and everything right there. And then we go next to my room. Hii ndio ile room tunaita ya shagala. Huku Saudia Mamboch tunaitwa shagala ama kadama. So hii ni room ya shagala. This is my room. Actually it's spacious. Nalala chini. Hizo ni mattress mbili but it's very comfortable. Mimi hata unipe kitanda nitaweka mattress chini. I love sleeping on the floor, so I enjoy it. Siwezi complain. That's my room. As I said, hapo ndo napiga pasi. That's my suitcase. I need to arrange it well. Yeah, that's basically my room. So kitu bamba na Saudia hatushiki nguo ati tunafua. That's my favorite part. Yani sishiki nguo ati nafua nguo. Just never. I have machine yenye nafanya hiyo kazi. So niko na mtu mmoja hapa ndio nafulia na mimi nguo zangu, so I use a machine. So right now I'm actually washing a blanket. Let me show you the cleaning I'm doing right now. So guys, as I said, this is a bathroom and a toilet all together. Hii ndio machine natumia kufulia. I'm actually washing a blanket. Angalia kala hiyo blanket. Mimi nilikuja nikaipata and I'm actually washing them, cleaning. Yeah, that's the bathroom. Hiyo ndio ile kichwa maji moto pale. Ndabambika sana juu ni hot shower. Yeah, that's our toilet. It's not clear. That's our toilet. So this is a washing machine, some different type of washing machine. This is how sahi naosha. Look at that. You see? Imagine ini blanketi tunalalia iko hivi. Hiyo ni blanketi tunalalia iko hivyo chafu. So this is a toilet and then this is a dryer. So ile machine ya kufua alafu hii ni ya kudry, air dry. So nikishamaliza naleta naingiza hapa then nairun. Inakausha nguo kabisa. So by the time naihang hata it take long itakuwa imekauka. So guys, basically hii apartment haina kazi mob. So there are some few girls wenye wanakuwa lucky enough kupata nyumba yenye haina kazi. You can be lucky enough to get into an apartment yenye unachunga tu mtu mmoja mgonjwa like me at first. So actually there's some kuna wenye wasichana walipata kazi kwa nyumba ya kuchunga mama mzee, ya kufanya vitu kama hizo. Kuna watu wako lucky enough kukaa 2 years bila kustruggle. Kazi yao tu ni online. That's why you find some girls wako na time TikTok live. Unashindwa wanafanya kazi saa ngapi. There are some houses that are very much free and you can actually get time for yourself. Na you can actually end up enjoying your Gulf years zote na urudi home. Ndio maana unapata kuna watu wanakaa pata 10 years. 10 years mtu anakaa Gulf, anakaa Saudia. But mimi labda maximum 2 years. Kama nitamaliza hiyo 2 years, maximum 2 years, I cannot be Mamboch for the rest of my life. Like literally, I need to panda ngazi, invest. So guys, that's my room, that's my bed here. And so ningekuwa na ring light ningefanya morning routine, my routine ningefanya routine kwa nyumba ya hapa Saudi, but I don't have a ring light na siwezi anza kuambia Mwarabu ni record ni nyumba yake. So guys, mimi naamka tu asubuhi na mop, napanguza milango, napika breakfast for that mgonjwa, nampea dawa. And by the time namaliza kazi ni saa 4, narudi na relax hapa kwa hii kitanda. So na relax hapa nikijua labda boss leo akuji, na relax hapo, nashika simu na scroll TikTok, naona ujinga zenye mnafanya hapo. Yeah. Ikifika lunch napika lunch.
ikifika sapa napika sapa na naenda kulala mapema. So ikakuja time ya mdosi labda ana feel I'm not doing a lot, akaanza kuniambia niende kwa nyumba yake sasa original house yenye sasa ako na watoto wake hapo na familia, but originally a contract should be one house. Once you see kuna mtu anaanza kukukalia, you need to speak out, cause Waarabu wanaweza kutumia like shit. They can use you literally. So if you can be able to multitask, jo enyewe hapa sina kazi, naweza amua nafanya nyumba mbili, but at least pesa ikwe in a way, pesa unalipwa at least ulipwe wa kuongeze mshahara ya maana, juu it's overwhelming. Moving from one house to another is very overwhelming wewe ukikubali, lakini originally you need to work in one house. So at first I was happy and feeling blessed. I wanted to shout to the world that I have gotten like the best place where there's no woman. I have peace. I work at my own, schedule, and I work on my own schedule, and yeah, things are kind of confusing and overwhelming at this moment, but I'm going to fight. I have to fight. I have to fight like an angry lion. I have to die fighting. So we pray that tubaki poa, tukue poa, vitu zisi happen mbaya mbaya. So guys, I am going to talk about something very critical on my next video. As I'm posting this, I know I'll be in another house, so where I'll feel much safer. Kuna zile vitu unaweza pitia kwa nyumba ya mtu na uogope na yani ikuwe very risky kuongea. Juu kuna Uarabuni si rahisi. It's very very risky. Yeah, but guys, how about I see you on my next video.